Episode ya pili inaanzia Barbara anamuomba Evans ampe nafasi nyingine. Evans akasema tumempa chance nyingi mno kipindi hiki, lakini tafadhali usiniingilie maamuzi yangu. Wakaingia kwenye chumba alichomfunga Evans akasema ulituambia tukuamini, uliahidi kufuata sheria, lakini ndo hivyo umevunja. Akaomba walau ambebe tu mtoto wake, wakamkatalia ombi lake, wakamuonesha tu bila kumshika. Akawa analia, nitakulinda mwanangu, nitakutoa kwenye mikono yao wapumbafu. Wakamdunga sindano ya sumu na taratibu kabisa akafariki. Kesho yake alarm kali mno kama treni inapita ikamuamsha Ada kutoka usingizini. Akaangalia kitanda ambacho huwa analala, akaona hewa, hakuna mtu. Akaangalia vizuri lakini haoni mtu. Na mtoto wake wako wapi? Hakumuelewa anachouliza. Mara Nurse Chinedu akaingia. Za asubuhi watengenezaji. Ada akamsalimia. Eti na mwanae wako wapi? Cheze akauliza kwani alijifungua? Ndiyo, alijifungua jana usiku na walimchukua mtoto wake na mimi wakanizimisha. Chinedu akasema una uhakika ulikuwa wote ndoto mbaya wewe? Hapana, sio ndoto bana. Chinedu akasema sawa, ngoja niulizie nitajua tu kilichotokea. Huku kwa Barbara na Evans wakamtoa mtoto wa kwa familia ambayo ilimwasili. Hawa wazee wakamuomba kumuona mama yake mzazi huyu mtoto ili wamshukuru. Barbara akasema hapana, hataki kujulikana. Paka wakawasindikiza kabisa waondoke pale hospitali. Huku nako Akin anasikia mlango unagongwa. Alikuwa anamwambia mkewe madhara ya kununua watoto kwa sababu wao hawawezi kuasili. Itakuwa noma sana, anaweza hata kupoteza kazi yake ya uigizaji. Kumbe huku nje alikuwa anagonga alikuwa anawasikiliza. Ni waiter. Sasa huyu waiter akauchukua umbea akaja kumpa huyu dada mwanahabari Joy wa joytotheworld.com. Akasema kuwasikia vizuri lakini wamekuwa kigombana kwa muda sasa na neno pekee analosikia ni watoto. Joy akamlipa kwa huo umbea. Watoto. Akaelewa sasa. Huko hospitali Barbara anamuelezea Ada kwamba wamempeleka na mwanae sehemu nyingine ambayo atatulia ili asubiri taratibu za kuasili. Pia akamhakikishia kwamba wao hawawezi kuwatenganisha mama na mtoto mpaka miezi 3 ipite. Ada akaomba kumuona Barbara akasema hayuko sawa kwa sasa. Basi naweza kumuona mwanae? Alizaliwa mikononi mwangu unajua. Barbara akasema walikompeleka ni mbali sana na hapa. Sasa Ada akaanza kutilia mashaka. Akasimama na kwa mara ya kwanza kabisa akaziona CCTV kamera zinamwangalia. Hayuko sawa tena na hili eneo. Akasema nimebadili mawazo yangu, sitaki tena kumtoa mwanangu ili asiliwe. Nini? Barbara akasimama. Hapana, nia yetu ni kumpa mtoto na mama. Ada akasema najua, nataka tu kuondoka. Barbara akajaribu kumtuliza ili abadili maamuzi yake. Najua, nataka tu kuwashukuru kwa kuniruhusu kuja hapa, lakini kwa sasa nataka kuondoka. Barbara akasema sawa, unataka kwenda wapi? Urudi mtaani? Mimi sitaki tena kukaa hapa, nataka tu kuchukua vitu vyangu na kuondoka. Barbara akawa anamtuliza ili waongee lakini Ada akagoma. Niacheni, mlisema naweza kuondoka muda wote nikitaka, si ndio? Nataka kuondoka. Wakamsweka kwenye chumba fulani hivyo wakamfungia humo. Barbara akamwambia atulie, hawataki kabisa kutumia nguvu. Huku Ebun yuko zamu ya usafi. Alipofika kwenye dustbin akaona lile tangazo ambalo Barbara lilitupa. Kwa hiyo akalichukua akalisoma, akalificha kwenye nguo yake. Huku Akin anaongea na waandaji wa movie walioko LA Marekani. Wanataka kujua washikaji wanakuja lini. Kumbuka kwamba Mchizi na Cheris ndoto yao ni kuhamia Hollywood na kwa sasa Hollywood inawaita. Mchizi akamwambia wasijali kwa sababu Cheris ameshamaliza vipengele vyake vyote, hivyo atafika LA muda so mrefu. Muda huo Cheris anaongea kwa video call na therapist wake. Anamwambia kwamba mtoto ndo kitu pekee anachokifikiria kwa sasa. Hicho ndo cha muhimu kwake. Huku Aisha na Chinedu wako bizo na kurupua wazungu, si unajua tena. Anazilipia zile sigara alizopewa. Ebun akawaona. Aisha akamnyoshia dole la kati. Ebun akaona ajiondokee tu. Akamletea Ada chakula. Ada akasema yeye hatakula. Ebun akasema hapana, unatakiwa kula. Ipe nafasi basi sehemu tafadhali. Akaweka chakula chini kisha akamuomba Ada amsogelee. Akasema atamzingatia kama dada yake mkubwa. Ada akasema lakini ulinidanganya, hapa nipo kama mfungwa. Ebun akasema hapana, wanataka tu utulie. Hivyo tu. Kwa sasa hapa ndo nyumbani kwetu. Nyumbani? Unaita hii sehemu nyumbani? Hili ni gereza Ebun. Ebun akasema Barbara na Evans ndio watu pekee ambao wamewahi kumjali. Huku Barbara na Evans wako wanaendesha farasi. Evans akamuuliza mkewe kama anamhakikishia kwamba huyu msichana mpya Ada sasa hatakuwa tatizo kwao. Hapana, hawezi kuwa tatizo, atakuwa kama Ebun tu. Alafu kuhusu Ebun naona ni muda sasa wa kumjaza mimba tena. Oliver hao ni watu eti sio farasi. Evans ajali. Yeye anadai hii ni biashara na lazima mzunguko uendelee. Huku kwa Cheris ndo kamaliza sini yake ya kumsaidia mwanamke mmoja kuokoa mtoto wake kutoka kwa watekaji. Sasa ni muda wa kumrudisha mtoto kwa mama yake. Lakini Miss Cheris kamngangania kasahau hata kama anaigiza. Yaani arudishi mtoto. Paka akaanza kulia eti. Tayari karibu kila kitu. Director akasema cut. Unafanya nini sasa? Hutakiwi kulia kwenye hii sini. Tupate mapumziko kwanza.
Cherise akawaomba samahani kisha akaondoka. Ile anataka kuingia kwenye trailer lake, yule mwanahabari Joy akamsimamisha tena. Hello ma, hivi ni kweli una mpango wa kuasili mtoto? Nini? Hilo swali lilimjaza hasira Cherise, akamsukuma huko Joy. Akin akatokea na akamwambia walinzi wamtoe hapa huyu mwanamke. Huku ndani Cherise ana hasira vibaya mno. Analaani hadi kitendo cha wao kurudi Nigeria. Akin akawa anamtuliza tu apumzike kisha akaendelea kufanya kazi. Cherise akasema hawezi kuendelea kuigiza. Ni kama vile anaishi kwenye uongo tu. Yaani asipopata mtoto hataweza kuendelea kufanya kazi. Sasa Akin yeye anawaza kazi tu na hela. Kwa hiyo kwa hii kauli ikabidi amkubalie tu Cherise kwamba watakwenda kwa Dr. Evans ili akawasaidie. Uko serious? Ndiyo. Wakakombatiana pale. Huku nako Ada akatolewa kule selo. Alivyofika kitandani akaanza kuangalia picha za familia yake. Kuna mtu kazichukua lakini niliziweka hapa. Picha zimepotea. Wakati Ebony anamsaidia kuziangalia, Ada akapata maumivu ya tumbo. Ile Ebony anataka kumsaidia tena, Ada akampiga mkono wake. Lile tangazo likachomoka mkononi likatoka. Ada akaliokota. Mleta hapa, leta. Ada akalifungua. Ebony, huyu si yuko wapi? Usipige kelele. Aisha akamwambia wanyamaze la sivyo atawanyamazisha. Ada akagoma kumrudishia lile tangazo Ebony, akalitunza mwenyewe. Barbara akamuuliza Evans, kulikuwa na ulazima gani wa kumuua Evans akasema, huyo msichana alikuwa hatari sana kwenye kampuni, hivyo ilikuwa ni lazima tu auawe. Barbara akasema, lakini hivi vitu wanavyofanya wanazidi sasa, wanaenda mbali sana. Anasema vitu vilikuwa poa sana mwanzoni, ambapo lengo lao kuu ilikuwa ni kusaidia watu tu. Mchizi akamkumbusha tu zamani walivyokuwa maskini, lakini sasa ona, wanaaminika sana hapa Nigeria na pesa ni nyingi mno. Huku Ebony bado anamtuliza tu Ada asivuruge mambo. Ada anasema ni bora tu asingekimbia nyumbani. Ebony akauliza hivi kwa nini hata ulikimbia nyumbani? Ada akasema ni kwa sababu aliangukia kwenye penzi na dogo mmoja hivi ambaye alimwahidi kwamba atampenda milele. Akaelezea kila kitu mpaka sababu zilizompelekea yeye kuja Lagos ni kumtafuta Obi kipenzi chake. Mwisho akasema labda siku moja atakutana naye. Ebony akauliza kwani anajua kwamba una mimba? Ndiyo anajua. Ebony akasema hicho ndo kimetuleta wote hapa. Ada akasema kinachomuuma zaidi ya kuaga hata wazazi wake kipindi anaondoka. Hakuachia hata kiujumbe tu. Ana wasiwasi sana labda unamtafuta sasa hivi. Baada ya kusema hayo, Ada naye akauliza vipi kuhusu wewe? Ebony akasema yeye aliacha shule. Alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Ila Barbara akamfundisha kila kitu ambacho anakijua sasa hivi. Vipi kuhusu wazazi wako? Akasema mimi nimekulia mitaani tu bila baba. Mama yangu alikuwa na wanaume kibao na hao wanaume walikuwa wanakuja chumbani kwangu na kunibaka. Ebony akaanza kulia. Ada akamtuliza. Hawa wawili wameanza kuelewana sasa. Mara akapita mtu wa usafi na tenga kubwa mno la nguo. Ada akamwangalia, hapo akapata idea. Baadaye tunaona Cherise na mmewe wamekuja kukutana na Dr. Evans kuhusu masuala ya mtoto. Bila wao kujua, Joy mwanahabari alikuwa anawafuatilia kwa nyuma. Lakini pia Ifi, dada yake naye alikuwa eneo la tukio anashuhudia kila kitu. Kwa hiyo Dr. Evans akawakaribisha ofisini kwake. Kwanza akawaambia tayari kawasaidia mastaa wengi sana wenye shida kama ya kwao. Yaani wengi kiasi kwamba watashangaa sana endapo watasikia majina yao. Kwa hiyo wasijali kabisa kwa sababu anachokwenda kufanya wala sio uhalifu. Hakuna anayeteseka, yani hakuna muhanga hapa. Wote ni washindi tu. Kwa hiyo niwasaidieje? Akin akasema mimi ni pacha na mke wangu pia ni pacha. Kwa hiyo tunahitaji mapacha. Evans anajua jinsi hii issue ilivyo ngumu. Cherise akasema mbona Barbara aliniahidi tunaweza kupata mapacha? Evans akazidi kupagawa atafanyaje hapa? Cherise akaahidi kulipia kiasi chochote ili tu apate mapacha. Lakini akamuomba sana mchizi awasaidie. Huku Ada akamwambia Ebony kwamba anataka kutoroka na anahitaji msaada wake. Tafadhali usifanye hivyo, subiri kwanza ujifungue. Ada akasema nitaingia kwenye hili tenga kubwa na kutoroka. Sikia, kuna sehemu ambapo hakuna kamera. Ebony akasema hapana, hataki kabisa kusikia hiyo. Sasa Ebony anakataa. Ada anamuomba msaidie. Mimi siwezi kufanya hivyo. Hivi umesahau kwamba mimi niko hapa kwa sababu yako? Hata hivyo hamna shida, nitamuomba mtu mwingine anisaidie. Ebony akasema kuwa makini, usimwambie mtu, usimwamini mtu yoyote hapa. Mara akasikia mtu ana flash choo. Akatoka yule bubu Enie. Wakashukuru Mungu tu hawezi kuongea, la sivyo angeitoboa siri yao. Huku Evans na Barbara wako ofisini wanafurahi kishenzi. Wana imagine exposure atakayopata baada ya kumsaidia Miss Cherise kupata mtoto. Tena akirudi Marekani akawadisia Rihanna, Beyonce jinsi wao walivyomsaidia kupata mtoto. Biashara yao itakuwa kubwa. Wanafurahi kishenzi baada ya kupata hii fursa. Hasa Dr. Evans. Mara mlango ukagongwa. Njoo uone. Wakaingia control room na wakaona kuna mtu alikuwa anapiga picha eneo lao kutokea nje ya fence. Zoom. Ni Joy. Barbara akamtambua mapema sana. Huyu ni ule mwanahabari aliyokuja kwenye event yetu ule usiku. Mara mzee akamwona tena mtu mwingine yuko busy anachungulia jengo lao. Huyo ni mpuuzi gani?
dada yake sasa. Mchizi akamwambia mlinzi kwamba akiwaona tena hao wanawake hapa atume vijana wakamalize tatizo, kumaanisha wauawe. Mida usiku Ada akamuuliza Ebun, kwa nini unanikwepa sasa hivi? Ebun akasema hataki kabisa kuhusishwa kwenye mpango wa kutoroka. Kwa tafadhali nenda tu kalale. Yule bubu naye alikuwepo tu hapo anawashuhudia. Haya bana, sasa ni muda wa Ebun kuchapwa mimba tena. Mtia mimba akaingia kazini. Muda huo Evans anaangalia kwenye kompyuta. Barbara akatokea. Akashangaa, Oliver, nilikwambia ni mapema sana kumtia tena mimba Ebun. Barbara haelewi kwamba Evans yuko kwenye pressure kumtafutia Cheris mapacha. Kwa hiyo wasichana wote wanatakiwa kuingia mzigoni. Pia wakati anaangalia hilo tukio, akasimama. Kwa hiyo akamvuta Barbara imbe kwenye mic ya nyama. Haya bana, Ada akaendelea kufuatilia ni maeneo gani hakuna kamera. Muda ambao tenga linakuja, yani anapiga mahesabu mazito kama vile Michael Scofield. Aisha naye akaanza kumtilia mashaka Ada. Huku nje, Ifi dada yake anachungulia ndani ya hospitali labda atamuona mdogo wake. Paka akawa na rekodi. Wataalamu wakamuona kwenye kamera na vijana wakatumwa. Huku Ada akanyanyuka, muda wa kutoroka sasa. Anataka kwenda kujificha kwenye tenga. Aisha naye akawa anamfuata kwa nyuma. Ebun akampiga block Aisha. Najua ni wewe ndio ulichukua picha za Ada. Aisha akasema kwa hiyo utafanya nini? Mrudishie, haja kufanyia lolote baya mpaka umfanyie hivi. Sasa wakati wanaongea, Ada akajificha haraka. Mara maumivu ya tumbo tena. Ebun na Aisha wakamaliza kuongea. Ile Aisha anageuka hivi, Ada haonekani. Haelewi hata muangalizie wapi. Akageuka tena, Ada huyu akajitupa kwenye tenga. Mara Otunu akafungua tenga. Tafadhali nisaidie, akalifunika tena. Sasa wakati hayo yote yanaendelea, Barbara akatoka mapokezi kukutana na Joy. Hi, naitwa Joy kutoka joytotheworld.com. Akampa mkono lakini Barbara kuchukua ule mkono. Joy akadanganya kwamba amekuja kuandaa wasifu wa wanandoa maarufu sana kwa sasa, The Evans. Barbara akamkataa akasema wao wanafanya interview na wanahabari wa mainstream tu, kwa sababu busara ndo sababu ya wao kufanikiwa. Na kwa kuwa Joy kakosa hilo, ndo maana akafeli. Muda wa kufumua mambo sasa huu. Joy naye akaja juu. Kwa hiyo una connection gani na muigizaji Cheris huku? Barbara akasema alikuwa ni mgeni tu kwenye shughuli yetu. Hivyo unalijua hilo kwa sababu ulikuwepo pale unamtukana tu. Kwa hiyo hiki nini? Akamuonesha Barbara video aliyorekodi kimuonesha Cheris akija kukutana nao. Mara Bolade akatokea akampa taarifa za kushtusha Barbara. Saa ngapi? Sasa hivi. Akamwaga misijio ya haraka kisha akaondoka. Otunu akawasaidia watu wa usafi kusukuma lile tenga la nguo chafu. Aisee, mbona zito hivi? Lakini kumbe kamera ziliona lile tukio bana. Sasa ile gari ndio inataka kutoka nje ya gate hivi. Barbara akapiga kunga, simamisha gari. Ikapigwa breki kali mno. Fungueni buti. Wakafungua. Barbara akasema, Ada naye mtoka humo. Toka humo msichana mpuuzi. Akawaachia maelekezo wamtoe nje kisha akaondoka. Na huku nje ya fensi, Ifi alikuwa na rekodi matukio yote haya. Walinzi wakatokea mdake, Ifi akakimbia. Na hapo ndo inakuwa mwisho episodi ya 2. Sasa Adana watamfanya nini? Tukutane episodi ya 3.